wangu, lakini naye ni rebel, ni Mkristo wangu, lakini anakuwa pastor. Watatu ndiye nilikuwa sijui ni nanga, lakini katika research zangu nilitambua kama nanga naye ni Mkristo. Wao shangai na watu, naye ni Mkristo. Baba yake nilisikia lugha yake ni lugha ya mchungaji kabisa kwa mtoto, na ile kwangu ilinigusa sana. Na kama nilisikia kama watafika hapa, sikujua kama ni yeye mwenyewe atafika, ila nilisikia rohoni kubakia mgonjwa, Mungu aniponye nikuje kwanza usudi nimsalimie. Jambo sana ndugu yangu. Ninafurahi sana kukuwa na wewe pamoja na delegasyon yako ndani ya kanisa hapa, ndani ya kanisa lako. Labda wewe unaweza kusikia haya ya kusema ni kanisa lako, lakini mimi siwezi kusikia haya ya kusema ya kwamba wewe ni Mkristo wa hapa. Ulituacha kanisa ilikuwa ingali ndogo, lakini Mungu ametupanua na tunabariki Mungu kwa hilo. Karibu sana, na Mungu akubariki pia. Nikisha kusema kama uko Mkristo wa hapa, napenda niambia Wakristo kama nilisikia, lakini yeye mwenyewe hajaniambia. Yeye ni mkubwa ndani ya hii movement yenyewe inakuja hapa kuya kufanya mambo yao. Na kwa njia moja ni kweli hii movement inaogopesha sana. Na mimi nilifika juste kuveye ya ninyi kuingia hapa. Watu waliniambia nibakie kule, nikasema hapana, siwezi kuacha kundi. Taenda kuingia katika kundi. Na ndio maana unaniona hapa niko mgonjwa. Ninapaswa kuwa kwa mganga kila siku 21. Lakini kama nilisikia mtafika hapa, nilisema kama ni kupona, kama ni kukufa, nitakuja pamoja na watu wangu, nife pamoja na wao. Liste ya kwanza yenyewe ilikuwa hapa ya watu wenyewe watauawa, nilikuwa numero 14. Si ni vile? Ya pili nilikuwa 54. Niko najiuliza nitakufa kunini? Wewe unanijua kama sibaki, niko mtumishi wa Mungu. Niliwalea hapa, hakuna mtu anaweza kunishtaki bibi yake au mtoto wake au leta nishtaki chochote. Lakini sasa niliona niko kwa liste, nikasema lakini huwa nitaenda mbinguni, sitaogopa, nikarudi. Sasa ninafurahi vile uko pale bisema. Mie huyu siwezi kupenda mwingine aniue, lakini wewe uniue. Ndugu yangu, wakati ninasikia nikitaja majina ya Wakristo, wewe ni Mkristo, mwenzako ni Mkristo, mwingine ni Mkristo, yule shemasi wako aliniambia naye ni mwinjilisti, jo alitaka kuniambia vous ne savez pas quelle autorité. Mimi nikamuuliza quelle autorité? Wakati autorité anakuya kanisa atakuya kama Mkristo na wengine. Lakini sababu uko mpya ndio maana ninafika. Napenda kusema kwanza, ndugu yangu, uko Mkongomani, mtoto wetu hapa, sisi ndio tulikuzaa pamoja na grupi yenyewe uko nayo. Hawa wote wenyewe unaona hapa, wote ni Wakongomani pia. Na ninakutakia neema ya kuwa Mkongomani. Ile ni ya lazima, ni kitu cha kwanza ufahamu ya kwamba niko Mkongomani na uko Mkongomani katikati ya wandugu zako. Mimi siko ndugu yako. Mimi niko mkubwa kuliko mkubwa yako, niko baba wako. Juu baba yako alikuwa shemasi wangu hapa. Na kama mko katika Wakongomani, ninakutakia neema kama mnafika kama viongozi kuwa wachungaji. Nilikumbuka neno Yesu alimwambia Petro. Na anamuuliza, je, Petro unanipenda? Akisema ndio Bwana. Akamuuliza mara ya pili. Safari ya tatu
Petro akamwambia, unajua kama ninakupenda. Lakini ya kwanza alimwambia, chunga kondoo zangu. Ya pili, nilisha kondoo zangu. Ndugu yangu, ninakwambia kwamba mji wa Bukavu, hawa wote unaowaona ni watoto wa Mungu. Hapana, wote ni watu wa Mungu, na wengi miongoni mwao ni watoto wa Mungu. Na kama mnafika nyinyi kama watu wanaojua Biblia, mlikomalia kanisani, hatupaswi kuwa traumatize. Tunapaswa kuwa na amani, sababu ni kazi yenu kutulisha, ni kazi yenu kutuchunga, lakini hapana fimbo, hapana kutuua, na hapana kutunyang'anya mali yetu. Leo mnasema wale waliotoka mlifukuza ndio wabaya, lakini wakati wao hatukuibiwa, hatukunyang'anywa, na uwaji ulikuwa umeshakoma. Ila walikuwa na udhaifu wao. Ile ninaijua, mimi nakuwaka mtumishi wa Mungu, siwezi kukamata mavi niite chakula na chakula nikiite mavi. Tunateseka. Na sijui kama na ninyi pia ndio mnakuya kumaliza ile mateso. Sababu hamko ba kwanza, nyinyi ndio ba ine mnakuya kukomboa. Lakini la situation reste la même. Hakuna changement yoyote. Ningekusi kwa huruma za Mungu, zungumzana na wenzako kama mtoto mwenye tumezaa, kama mtoto tuliyemlea kanisani. Hii hali yenye tunaishi leo ya kujifungia ndani ya manyumba, mtu hawezi kutoka nje. Unaona pale hakuna gari. Gari siku ya Mungu zinatoka kule juu zinafika huko chini. Lakini sababu ya kuogopa kwa wananyang'anywa magari zao, hakuna mtu anatoka nje na gari. Hata mimi ninatoka na kikama, sababu wanasema magari zote ziko zinaenda. Nadhani mnakumbuka kama nilisema siku ya Mungu iliyopita, kama nashukuru tu Mungu kwa hao watu, sababu walirudisha gari 3 za Mkristo wangu walibeba. Wao shangai kuingia ndani ya lupango ya mtu watosha mbo gari 3. Ndugu yangu, mwenye anapata vya bure anaweza kushinda kukamata vya bure vile, lakini mwenye anajua kama pesa zinapatikana kwa shida, kukamata gari ya mwenzako unaibeba tu bonema, unamwambia nipatie contact. Mon frère, mjaribu kuwaza. Ninasema kama mtumishi wa Mungu, kuiba ni dhambi. Kuiba, kunyang'anya cha mtu ni dhambi. Leo nitakwambia kuna watu ambao hawalali ndani ya nyumba, sababu wako na mavizite za kila saa. Je, fulani alishafika hapa, fulani alishafika hapa. Muondoe woga ndani ya watu. Lakini mtauondoa mkiambia watu wenu ya kwamba waheshimu mwanadamu, sababu ninyi mko wanadamu na sisi tuko wanadamu. So sidhani kama wewe unaweza kwenda kuiba bisima, sidhani. Lakini unajua mkubwa haibaki sawa umbwa zake. Sisi kwa ukoo yetu ya wafalme ni umbwa ndio zinaibaki. Mjaribu kudiscipline watu wenu, muambie kameme wawe na nizamu, wawe na discipline, waheshimie population, sababu hamwezi kuja hapa kutawala majiwe. Munakuja hapa sababu sisi tuko hapa. Malheureusement, ninyi wa Kongole mnapendaka udongo kuliko watu. Na ile ndio probleme kubwa. Mnapenda oro kuliko udongo. Mnapenda diamant kuliko wanaoichimba. Na pale ningelikwambia kama Mungu awajalie neema, mpende watu. Na ninyi na wenzenu wenyewe wako Kinshasa, mjifunze kupenda watu kwanza, sababu mkitupenda, mali ya nchi yetu hamtakuwa mnaiweka ndani ya mifuko yenu, mtakuwa mnaileta kusudi tumike barabara, kusudi tusaidie. Na hapa ninapenda nikwambie hivi, sisi Wakongole wenyewe tuko Bukavu, tulishakamatiwa na ninyi ndani ya rebellion. Tutafanya nini? Hatujitoshi hapa na hatutakimbia. Nilikata, hatuwezi kwenda Kinshasa, mubakie hapa. Lakini mjue ya kwamba muko hapa pamoja na sisi, ila mjikamate kama watu, na mkamate yenyewe ilikuwa ya mzuri kwa wale wenzenu, mtuonyeshe hayo tuiishi. Yenyewe ilikuwa mbaya njoo msukume, na mtuache tuwe na uhuru. Watu watembee waende soko,
Watu wakamate gari zao tena waziingize kwa barabara. Mpime kuleta amani ngumu, na ningeliwasihi kwamba Mungu awajalie neema, mkumbuke na wewe ukumbushe wenzenu, hapa ni kwetu. Hatuna haki ya kufanya mabaya hapa, hapa ni kwetu. Nisema mji huu tuliuombea Mungu wa 2003. Tukamwambia Mungu akitaki tena bunduki Bukavu. Mwenye atakuya na bunduki kuya kutuua, masasi yake ikipigwa hapa, mkono wa Mungu mzito uwe juu yake. Wewe ushangai jinsi mliingia hapa? Wewe unadhani wale wasoda ya Tshisekedi hawana nguvu? Wanazo, je vous assure. Lakini ni neema ya Mungu tu inakuwa ndani ya mji wa Bukavu. Sababu Mungu hataki tuuao. Nilikusanyaka wa Kristo wote wa mji wa Bukavu na gouverneur wa rebellion ule wakati, rafiki yangu Chiribanya. Tulienda na bakubwa ya basoda ku Place de l'Independance kuweka mji wa Bukavu katika mikono ya Mungu na hii province ya Sud Kivu katika mikono ya Mungu. Tukasema wowote ambao watakuja hapa kubomoa tena amani, Mungu awabomoe wao wenyewe na laana iwe juu yao. Lakini pale mimi si walaani. Mungu awasaidie muwe na amani, mtubu tu mazambi. Sababu leo tunashtaki, tunasema hakuna mwingine mwenye anaua watu, ni ninyi viongozi mnaua watu. Na angalisho, Mungu akujalie neema, usije Bukavu na damu. Kama mnakuja Bukavu na damu, angalisho, sababu damu itawafuata baadaye. Mfanye angalisho na ile. Ni vile nilimwambia Ruberwa hapa, mimi namwambia angalisho kuja na damu hapa, ukija na damu utaifuata peke yako na utaiona. Ndugu yangu, uko mdogo wangu, mama yako alikuwa mama yangu. Alinisaidia nikianza uinjilisti wa hapa, alijua kunipa chakula, alijua kunilea. Kama tuko hivi tuko ni sababu ya Wakristo tulio wakuta. Na ninyi pia muwe wa Kristo, muwe wa Kristo, na mjaribu kufanya matangazo. Mtu mwenye waliiba vyake akuje kwenu, mumupe ruhusa afike kwenu kusudi mumrudishie. Ya mwisho, ndugu yangu, huko watu wetu ambao wamepotea sasa mjini, sababu wamekamatwa, walipelekwa, wamoja ni siku 4 hawaonekani nyumbani. Na mimi mwenyewe yule ambaye anakamatwa ninajua jamaa lake ni Wakristo hapa, na watoto wake ni Wakristo hapa, bibi yake ni Mkristo hapa, yeye kama ni mvuguvugu, lakini naye anaingiaga kwa hili kanisa. Tafadhali munisaidie tumupate. Ulalamike tumupate, mtutafutie yule mtu wetu. Jina lake anaitwa Kefa. Jina la pili silijui, wanamuitaka Engineer Kefa. Mtutafutie yule. Gari zake ndizo gari zenye ziko zinatembeza wakubwa hapa. Mtutafutie yule mtu wetu, mturudishie yule mtu wetu kwa huruma za Mungu. Kama ni makosa alifanya, aingizwe kwa justice. Lakini kutupotea hivi, moyo huku napiga. Ana watoto, anayalisha nyumba watoto. Bibi yake nadhani alishazala watoto 9. Kuachisha wale watoto 9, baba mama hangaike. Ninakusihi kwa huruma za Mungu. Ninarudi hapa, sirudi hapa kama ninataka kusema na autorite mwenye sijui. Ni autorite mwenye ninajua, uko mtoto wangu, na ninakusihi kwa jina la Yesu tuliyemwamini, wewe na mimi, uwe hapa kwa amani na usaidie watu wa Bukavu. Hapa ni kwenu. Ninakutakia amani ya Mungu pamoja na jeshi lako. Nilitafuta nimero yako simpaka nipate. Mutakisha kukuwa mkubwa nye batoto. Unasahau baba? Runiga mimi njo mkubwa wa jamaa. Ananiima nimero yake si ipati. Yule nanga njo mwenye siyui, lakini ningelimwona ningelimwambia baba yako ni ndugu yangu, sababu naye ni mtumishi wa Mungu sawa sawa na mimi. Sasa nikutakie nini? Nikutakie neema ya Mungu
ya kusimama katika mji wa Bukavu kama mtumishi wa Mungu anayesimama ndani. Upanguze machozi ya wenye kulia, na mwache watu na uhuru, na msaidie barabara ikuwe libere. Watoto wa Mungu, ninawaomba msimame tuombe Mungu pamoja. Asante sana na karibu tena kanisani. Mwenyezi Mungu Baba wetu, katika jina la Yesu Mwokozi tunakushukuru sababu uko mwema. Jina lako na libarikiwe sana. Asante sababu ulimlinda ndugu yetu na ungali unamsaidia kusikia ile hamu ya kuingia katika nyumba yako. Na ninawaombea wote kwa jina la Yesu Mwokozi, uwasaidie wasikie hamu ya kuingia nyumbani mwako, sababu watapata neno na lile neno litawasaidia. Mungu waje jalie neema sawa mahali hapa ambako wako tungelikuwa katika amani. Mambo ya mauaji iishi, unyang'anyi uishe. Kwa jina la Yesu tunaomba usalama. Tunaomba mkono wako ufanye kazi hapa na utukufu wako uwe hapa. Ndugu zetu wajue ya kwamba wako wajumbe, labda ni mkono wa Mungu, wao wenyewe wanajua, lakini leo ningelikusihi Mungu Baba, uwakamate katika mkono wako, uwape hekima, uwape maarifa, uwape ujuzi. Roho Mtakatifu awe juu yao ili wajipatie ushindi. Maisha yao ninayaombea neema ya kuingia mbinguni siku moja. Kwa jina la Yesu utubariki. Amen. Ndio, asante sana. Nilipenda kusema juu ya Wakristo wale ambao hawatashiriki meza ya Bwana, ya kwamba ni vizuri mnarudia nyumbani. Unajua mimi pia niko ninatraumatize Wakristo hapa. Ninawaambia 18h ni bote mjifungie manyumba, hapana kutoka. Joba takutanana na mwenye haiko wewe. Kama ningejua kama ni wewe tu ndio watakuta kila fasi, ningeliwaambia mtembee. Lakini Mungu awajalie neema tu mfundishe watu wenu discipline, sababu ile itatusaidia. Asante. Nitamaliza na neno moja katika maandiko matakatifu. Mwache fujo, msimame kwenye mko. Unafanya tena mgulu mbele. Wakati wa kuondoka, mtaacha kwanza hawa wakubwa waondoke, na wale Wakristo wenyewe wakuaji wanashiriki meza ya Bwana, na nyie mnafuata nyuma. Si ndio vile? Tani barebeli, mimi nitaenda pamoja na wao. Si ndio kweli ile? Jo vile. Sasa mwezi huu ni mwezi wa 3 tunaanza, na watakia huu mwezi uwe mwezi wa amani. Mungu awajalie neema, mpate mkate na mpate asali. Na Mungu alete amani. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haroni na wanawe uambie, hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli, mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo ninavyoliweka jina la Mungu wa Israeli juu yenu, naye awabariki. Pendo lake, neema ya Bwana Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu ufuatane nanyi nyote. Amen. Sasa muikale, muache kwanza wenzetu waondoke.